Novemba 19, siku muhimu kwa wanaume kufurahia nafasi na mchango wao kwa maendeleo ya familia, jamii na serikali pia. Wanaume ni wengi katika madaraja yao, ila leo nitamzungumzia shujaa mmoja tu ambaye ushujaa wake huishia kwenye maumivu, majuto, hata kifo kabla ya umri wake kumtupa mkono. Shujaa makini vitani dhidi ya familia. Nitamzungumzia baba. Kila mmoja ana baba, lakini miisho ya baba huwa ni michungu sana. Kama utataka ushahidi, basi hesabu mtaani kwako idadi ya wajane kisha wagane, tafuta uwiano, ndipo urudi unisikilize. Baba anapokuwa bado ana nguvu, yupo kazini, ni mkulima au anafanya biashara, huwa anakuwa na nguvu na ushawishi mkubwa sana kwenye familia yake. Familia humsikiliza, humjali, humpenda na huzingatia na kutambua uwepo wake. Tatizo huanza pale baba anapozeeka, nguvu za uzalishaji mali zimekwisha au amestaafu, na pale watoto wanapokuwa watu wazima, wameanza maisha yao. Hapo ndipo mambo kwa baba huanza kuharibika na kupewa kisogo na wanaye. Mkewe huanza kumchukulia poa, ile heshima aliyokuwa akipewa huanza kupungua taratibu. Baba hasikilizwi tena kama zamani. Isitoshe, anakuwa hahusishwi sana tena kwenye mambo ya mkewe, sababu hata akiambiwa atasaidia nini na pesa hana. Badala yake mkewe huanza kuwafanya watoto kuwa washirika wake zaidi na kumweka kando mumewe. Baba anaachwa pembeni. Mama huanza safari kwenda kwa watoto, huko hukaa sana. Baba kaachwa nyumbani peke yake. Watoto wanamgombea mama aende kwao, lakini baba hakuna anayemtaka. Watoto wanasahau kwamba upendo ulioonekana kwa mama kuanzia malezi, mavazi, chakula, alitafuta baba. Elimu yao ilitokana na baba, kupendeza kwao, afya yao ilitokana na baba, mama yao kupendeza kwake kulitokana na baba. Mama alikuwa mama wa nyumbani, baba alikuwa mtu wa kazini. Anatoka alfajiri, anarudi usiku, amechoka nyang'anyang'a, safari za kibiashara huko na kule, hakulala nyumbani akiipambania familia. Sasa wakiwa nyumbani na mkewe, simtoka kwa watoto 80% anapigiwa mama. Baada ya maongezi marefu, ndipo baba anapewa simu, anasalimiwa dakika 2, imeisha hiyo. Baba simu anayo, ila haoni simu za watoto wakimpigia, na wakimpigia ni kwa sababu maalum, tena maongezi huwa mafupi, hawana muda naye. Baba anajikuta anakuwa mpweke sana, anakuwa mgeni kwa familia yake mwenyewe. Wale ambao walimalizia nguvu zake za ujana kuwatafutia maisha hawana muda naye tena, wanaanza kuiharibu na kuitenganisha ndoa ya wazazi wao. Pale baba anapokuwa anahitaji sana faraja ya familia yake, sababu ameshazeeka, familia humpa kisogo, upweke unamsonga, mawazo humsonga, ili hupelekea kinga ya mwili kushuka na kufanya iwe rahisi kushambuliwa na magonjwa, na ichukue muda mrefu. Baba anauawa na watoto wake mwenyewe, hatimaye anafariki. Familia watalia, watachapisha t-shirt, watatoa mapesa kumnunulia sanduku la gharama na kumjengea kaburi la gharama. Mitandaoni watamposti sana, lakini alipokuwa hai, no one cares, hakuna aliyejali. Hii ni laana kubwa kwa watoto. Wanapanda mbegu mbaya ambayo nao watavuna kwa watoto wao. Wewe mtoto unaifanya hayo, tubu, acha kabisa, jirekebishe ili ujiponye na laana hii. Tuwajali baba zetu, walijitoa na kujinyima sana kufanya tufiki tulipo. Ni dhambi mbele za Mungu, tena ni laana mbaya kuwapuuza baba zetu. Wakati unaendelea kumsifia mama yako kuwa ni bora, msifie hata baba yako, kwa kuwa alikuchagulia mama yako aliye bora. Kama ni kijana, hauwezi kunielewa mpaka utakapokuwa baba, ndipo utajua hiki ninachokisema leo kina maana gani kwenye maisha ya baba. Kama si hivyo, lazima leo usikae upande wangu, bado utaendelea kumwona baba katika mtazamo hasi huo ulionao. Subiri, siku moja utakuwa baba. Niliyekuletea makala hii ni mimi Mtia Moyo. Nawapenda sana baba zangu, kwa sababu hata marafiki zangu bado baba mlihangaika kwa ajili yao. Hata mimi pia nina manufaa kwa wengine, kwa sababu baba alinihangaikia sana kufika hapa nilipo. Haikuwa rahisi, na sijui kama mimi nikiwa baba nitawafikisha wengine kama hapa ambapo mimi leo nimefika, au wewe ulipofika. Jihoji unavyofanya kwa baba yako leo, ukija kufanyiwa wewe wakati huo utakuwa na miisho ipi? Utajisikiaje kama baba? Kama umeguswa na makala hii, share kwa wengine, nao wabarikiwe. Kila la heri unapoenda kumtunza na kumheshimu baba yako. Mungu akubariki.